haki na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama, naja upesi, na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Malizia na 13. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Amen. Biblia inasema ya kwamba haya maandiko yanaongelewa na Yohana. Unajua Yohana wako watatu. Inafaa utofautishe vizuri. Kuna Yohana Mbatizaji ambaye alisema tengenezeni njia, Yesu yuaja. Hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza, akampatiza. Na kuna Yohana ambaye alikuwa ni mfuasi wa Yesu, ambaye alitembea na Yesu, ambaye alikuwa ni ndugu ya Petro. Lakini kuna huyu Yohana ambaye sasa ndiye mwandishi wa kitabu hiki cha Ufunuo. Huyu Yohana ni ndugu yake Yesu Kristo, ni mtoto wa Maria. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa mmoja wa wale ambao walikuwa ni wafuasi wa 72, lakini sio wafuasi wale 12. Yeye alikuwa mmoja wa wale ambao waliamini Kristo. Na baada ya kifo ya Kristo, hata wale walikuwa ambao sio wafuasi 12 walikuwa wanaamini kuwa Kristo ni Mwokozi, walipigwa na wakateswa sana. Na huyo alikuwa mmoja wa wale ambao walipigwa na kuteswa. Na haya maneno anayeyaongea saizi, aliyaongea akiwa anateswa, amewekwa kwenye shimo la Patmo. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa anaona maono kutoka mbinguni ya kwamba siku zinafika za mwisho, na malaika anashuhudia mambo anayoongea, ambaye Kristo alikuwa amemfunulia yeye Yohana katika shimo la Patmo. Anasema aliye mwizi azidi kuwa mwizi zaidi, aliye mrogi aendelee kuroga sana, aliye mfitini azidi kufitini sana, aliye msharati aendelee na usharati wake zaidi. Haleluya. Aliye mzuri afanye uzuri sana, anayeimba aimbe sana, anayemwabudu Kristo aendelee zaidi. Maana leo sitakuja kukwambia ufanye mazuri uache mabaya. Maana Yohana anasema hapa, unapofanya yote ile unayofanya endelea tu, lakini ujue Kristo anakuja na ujira wake mkononi kumlipa kila mtu kadri ya matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tenda sana yale ambayo yanafaa. Na sitaki nikuambie uache yale mabaya, siti tu kuyatenda. Maana tunaambiwa hapa, huyu mtumishi wa Mungu Yohana anapoteswa na kutupwa kwenye shimo la Patmo, anaona haya maneno, siku za mwisho za kukuja kwake Kristo. Anayaona na anasema kwamba Kristo anakuja mara ya pili upesi na ujira mkononi. Uliye mwizi uzidi kuiba, uliye mchawi endelea kuroka sana, uliye mzuri fanya mazuri zaidi, lakini usingatie kwamba Yesu anakuja kukulipa. Haleluya. Amen. Hebu tusome Mathayo 24 tukianzia verse 2 pale, alafu utaruka ukuje usome verse 44. Haleluya. Amen. Umepata? Mathayo 24. Hebu tusomee mstari wa 2 alafu usome na mstari wa 44. Nasema, naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amin, nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Amen.
hapo Kristo anaanza kuambia mambo yatakayotendeka siku za baadaye, siku za mwisho, nyakati zile za mwisho. Ukiendelea kusoma hiyo chapter 24 yote, utaona anaongelea mambo ya kwamba kutatokea hata na nchi zitapikana, kutatokea na mmonyonyoko wa udongo, kutatokea na earthquakes, kutatokea hata na nyota zitaanguka kutoka juu. Mambo yasiyo kawaida yatatendeka, majira yatageuka, uchumi utasambaratika, ya kwamba hata hela ambazo utakuwa nazo hazitakuwa za maana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusomee basi 44 anapomalizia pale. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani Mwana wa Adamu yuaja. Amen. Ujiweke tayari. Je, huku kujiweka tayari ni nini? Ujiweke tayari, maana Mwana wa Adamu anakuja, atarejea. Haleluya. Amen. Hebu tuone hii kujiweka tayari ni nini? Maana hapa sasa ameongea kuhusu kurejea kwake, matukio ambayo itakuwa ni tofauti sana. Wanadamu watajipenda wenyewe kuliko wengine. Vita vitatokea vilivyo vibaya zaidi. Bwana atageukia bibi yake, mzazi atamuua hata mtoto wake. Mambo ambayo